Ndugu yangu, Raila Odinga mara mingi amekuwa mtetezi ya Mkenya, lakini mara hii nitamkataa Raila Odinga kama Mkenya. Nitakataa Raila Odinga kwa sababu nilimpigia kura mwaka 2022, lakini nitamkataa Raila Odinga kwa sababu fadhila na fedheha ambayo Raila Odinga ameleta kwetu kama Wakenya. Ndugu yangu, Raila Odinga alitupeleka maandamano mwaka 2022 kupinga serikali ya Ruto kwamba Ruto ni muizi. Ruto mkono yake imejawa damu. Yeye na Ruto hawezi salamia na Ruto, lakini Raila Odinga sasa anatubeba ujinga na ufala kama wa vijana. Ufala hizi ni hivi: vijana tuna kazi kwa ajili ya siasa ya Raila Odinga. Hiyo ni kweli ya mambo. Hakuna kijana yenye amejiriwa katika kwenye chama cha ODM yenye akona miaka 27, 25 hadi 30. Hakuna. Wote waliopewa nafasi ni wazee. Na kama vijana ni kijana moja, Hedi Okech, kijana wa seneta wa Migori County, kijana ambaye sisi wenyewe tulipigania nafasi yake ili kapata yu seneta. Kumbuka kijana huyu alitengeneza nafasi yake bila kulazimishwa na ODM. Ililazimisha ODM watafute wampe tiketi wa chama ili wasipoteze kiti ya wa seneta kule Migori. Tutoke hapo. Mheshimiwa William Ruto. Ruto amekuwa na hulka, tabia, fedheha ya uongo ya kujifanya yeye ni mtakatifu, kumbe ni fisi mkubwa. Lakini tunakataa. Hakuna vijana walituma Raila Odinga ya kwamba tunataka kuzungumza na William Ruto. Hakuna vijana walituma William Ruto tunataka kutengeneza kamati ya watu 150 kukaa chini ya kuongea. Dialogue. Raila Odinga amekuwa na hulka ya kudialogue ya kuiba wa Kenya. Baada ya kuchotewa yake anaingia mitini. Ndugu yangu, nilipigia Raila Odinga kura mwaka 2027 na 2013. Nataka niwaambie Mheshimiwa Raila Odinga, mahali umetufikisha Mheshimiwa Odinga, enda pumzike. Hatutaki tena mambo yako na William Ruto. Shida ya Mkenya ni Ruto. Shida ya Mkenya ni ukosefu ya ajira. Shida ya Mkenya ni kudanganywa muda mrefu. Ukiona ya kwamba chama chako inapoteza maarufu ya kwamba unaenda kubaki partyless, tafadhali, hatuko tayari kufanya siasa ya mirengo, siasa ya ukabila tena. Siasa ya ukabila mumetumia muda mrefu kutajirika, lakini mara hii tunawakataa siasa ya ukabila. Ndugu yangu, hakuna jinsi aliyetuma Raila Odinga kwa William Ruto. Raila Odinga wameshindwa kuleta suluhisho ya tatizo ya vijana. Lakini sisi vijana tulioamua kufanya maandamano ya amani, tumeona kwa kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto halitupilia mbali bajeti ya serikali lake ya mwaka 2024-2025. Raila Odinga alipoenda maandamano mwaka 2022-2025 kuhusu mambo ya gharama ya bajeti ya serikali ya William Ruto, Raila Odinga alishindwa. Badala kutupilia ama kulazimisha William Ruto atupilie bajeti ya serikali lake mbali, lakini Raila Odinga aliitwa kwenye bipartisan, hakakubali kutuma Kalonzo, Opiyo Wandayi na wengineo kwa ajili ya maslahi ya kupora pesa ya Mkenya. Kumbuka bipartisan, kila kikao Kalonzo Musyoka, James Opiyo Wandayi na wengineo watu 8 walikuwa nalipwa kila kikao shilingi 50,000 taslim, pesa ya Kenya, cash money. Baada ya mwezi 3, piga hesabu walitumia pesa ngapi? Watu 10. Lakini hatujaona faida. Gharama ya maisha imekuwa juu. Mkenya baada ana kazi, Mkenya baada akaenda hospitali hakuna afya kwa sababu hakuna dawa. Wadaktari wamegoma mwezi 3, serikali ya William Ruto. Hayo yote haikuzungumziwa kwa bipartisan. Ndugu yangu, Rais William Ruto anasema kwamba wanatengeneza kamati ama kikao ya watu 150, vijana wanapewa nafasi, vijana 50. Ya kufanya nini? Nani aliyetuma Ruto? Na nani alimwambia kwamba tunataka kikao? Hatuna nafasi wala sekunde wala muda wa karibu kwenda kukaa katika kwenye kikao ya ujinga ya kupora taifa letu. Tunataka kuuliza Mheshimiwa Rais kwa heshima hali ya juu,
tangu akuwe rais mwaka miwili, bajeti yake ya 2023-2024, pesa hizo wamejenga naye barabara gani iliyotengewa miundo msingi ya kujenga barabara? Pesa iliyotengewa ya kuchimba bwawa, bwawa ngapi wamechimba? Hakuna hata barabara. Pesa iliyotengewa ya kuajiri madaktari na walimu wangapi wameajiriwa? Hakuna walimu ambao wameajiriwa. Shule moja imejiri mwalimu moja ya junior secondary. Sisi si wajenga tena. Tunataka kuambia Mheshimiwa Odinga na Mheshimiwa Rais William Ruto na wandani wao ya kwamba enough is enough. Tumechoka kuporwa, tumechoka kudanganywa kwa ajili ya ufadhila ya kukula Mkenya. Jambo langu ya mwisho, nataka kuambia vijana tusikubali kuweka mfuko tena na Mheshimiwa Raila Odinga na William Ruto, kwa sababu wameona ya kwamba wanaenda nyumbani mwaka 2027. Sasa wamekuja pamoja kutu blackmail ya kwamba wanatutetea kwamba ya dialogue. Hatutaki dialogue. Yala ambayo tumeibua ya kwamba William Ruto lazima azingatie katiba. Lazima aheshimu katiba letu. Pili, lazima aheshimu ya kwamba vijana walipoteza maisha yao kuhusu mambo ya kufanya maandamano ya amani. Mheshimiwa Rais, tunataka kusikia kwamba umevunja baraza ya mawaziri wako wapelekwe nyumbani. Mtu kama mfisadi ambaye ametuhusia mawe kama mbolea, Lethika Lunturi, mtu ambaye ameshindwa kuleta mageuzi katika kwenye mambo ya elimu, Machogu, lazima tubadilisha hao viongozi katika kwenye ofisi. Tuondoe wafisadi, tulete wale ambao wanafanya kazi, ambao wanafanyia taifa letu. No more blackmail. Tumekataa ufadhila ya kutodanganya muda mrefu. Enough is enough. Kenya kwanza. Enough is enough. Azimio. Enough is enough. ODM. Enough is enough. UDA. Tumekataa uongo na ujinga ya ukiritimba ya kutudanganya. Naambia Wakenya wenzangu, vijana, tukataa ukabila jinsi tulikataa ukabila. Tulifanya maandamano ambayo ilifanya William Ruto akatupilia mbali bajeti. Sasa hivi wamekuja tena kutudanganya hili watoibe. Vijana tusikubali. Gen Z, millennium, tusikubali kudanganywa tena na hawa vigogo. Tukiingia tena mambo ya kuongea, nataka niwaambia kwamba watalipa hao watu 50 pesa ambao watataka. Lakini baada ya kuwalipa itakuwa ni mwisho ya safari ya vijana, itakuwa ni mwisho ya safari ya ukombozi. Raila Odinga mahali imefika, tafadhali Mheshimiwa Raila Odinga, tunakuheshimu lakini tutakuomba utabidi usafiri polepole hadi nyumbani. Tumechoka na siasa ya blackmail, siasa ya kudanganya Wakenya. Badala ya maendeleo ni nyinyi ndio mnatajirika. Raila Odinga amepeleka mwanawe East Africa, Hiyala, Winnie Odinga. Kwa nini kuchukua kijana ambaye amepigania taifa letu ila pewe nafasi aende kule Hiyala? Kwa nini mwanawe? Kalonzo Musyoka pia amechukua mwanawe Kennedy Musyoka kupelekwa Hiyala. Kwa nini kuchukua Mkamba yoyote ambaye amepigania ila apelekwe huko? Mbona ni wanao? Blackmail. Hao vigogo hatupendi. Ni unyanyapaa na kuona kwamba sisi ni wajinga. Sisi tumejanjaruka. Tunataka kusikizwa sauti yetu kama wapiga kura. Mumetudanganya muda mrefu. Enough is enough. Gen Z, tusimame dhabiti. Millennium, tusimame dhabiti. Raila Odinga na William Ruto, enough is enough kudanganya Wakenya kwa ajili ya kututapeli. Enough is enough. Vijana tusimame kidete. Tukataa uongo na blackmail ya ODM na UDA na Kenya kwanza. Tusimame imara mbele pamoja kwa vijana. Asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki.